Taa ya Ameru. Good evening, guys. Of course, you're watching this generation on Nyambene TV. Now, can for the next social media to it's at FB at Nyambene TV, Facebook, yes, at Nyambene TV, YouTube at Nyambene TV, and X at Nyambene TV. Kubara malipa SMS na ile sendingine ya WhatsApp. The number is 0728 814 888 0728 814 888. Of course, that's my name. So, on today's episode, talking about relationship. Talk about different views on relationship. Nasisi kwa kiambo, I'm bringing this host to you. So about having my girls on the other side of the studio, and exactly what I'm going to talk about in this episode. So, girl, and kitu exactly to. Thank you so much. My name is Doris Milanoi, and I'll be taking you through the social life in the world, relationships. Hello, beautiful people. I'm Masigitama, and I'll take you through. Will you go back to your cheating boyfriend? Yeah. Alright, and Vivian McKenna, and I'll be taking you through situationships. I need to know, you need to know if situationships are really worth it or they are just a waste of time. Yeah, nimesikia from them exactly tutakuwa naongelea. Kuna mtu anakuambia should never go to a cheating ex. Must take you through that, tutaongelea yoyote tujue kama unafaa kurudi hapo. Kuna mtu anafaa kujua hii ni situationship niko ama hii relationship. Na kuna ingine relationship nyingine mnashindana social media, everything about yours, mmepika social media, mmefua nguo, mnatupostia pale. And before tuende mbali sana, mimi nataka kujua it is healthy kukuwa na break. Like, ni vizuri ya partner kuambia hey babe, I need a break of 2 months or 1 week to solve this and that. Is it right? Na kama it is right, ni nini hiyo yenyewe nafaa kuelewa hata mwenyewe kiangalia mimi. Yeah, we deserve a break here. I mean, tunafaa kuwa na break. Yes, for me. Tunafaa kuwa na break in here. Me vile nafikiria, ukiambiwa ati we need to have a break, think twice. Ila kuna mwingine ako nyuma, anataka kuja kuingia, ama you want, kuna tu vile reasons zingine haziko valid. You break obviously it lead to break up. Ushipata na hiyo story ya kuwa ati tukue na break. Ama does it go? Okay, tukua tuwe vitu zako pale kwa social media platforms. I mean, yeah. Unafaa kuwa na break. I mean, na kama yes kuna break, nataka uniambie vizuri guys. Kuna mtu pale kama anangoja ajue huyu mtu wako anaitisha break. So, is it a yes or a no or should I modify? Tutafaa kufanya aje hapo? For me, it's a break. Where are you going? Break up. See you break, but I'm going to do it. For me, it's a red flag. Well, okay, breakups are not really ideal. Lakini sitawa support. Okay, someone might need a break because maybe they're facing some challenge. Till I have my financial instability, and I think I can't handle this relationship like currently. So I kind of need a break to figure out how I'll deal with my financials and then go back to my relationship, or if I continue with the relationship or end it. So sometimes breaks are necessary. Yeah. But you feel like you want to mean kwa hii maisha yote uko na vitu mingi, si ndio? Uko na kazi. Okay, let me put uko na wazazi pia. Vitu zingine I don't like kuelekea wazazi. Okay, uko na kazi, uko na wazazi, uko na mbogi yako ya maboys pale nje, uko na vitu mingi surrounding you na kuna mimi. So kitu miangalia kupea break ni mimi pekee. Mbona mimi pekee ndo nakaa distraction kwa maisha yako? Like mimi nikitoka utabreak kusolve ya financial things, stress zako za kazi, shida zako na uko nje. Si upe break maboys wako uko nje. Si upe break
ni kazi mbona sienda job mwambie boss kuna vitu na setting I need a break from this workplace so wanataka kwani by the way kwani mnachukuanga relationship as in juu relationship you are here to help each other. I can solve your problems, you can solve mine. So mbona uniambie unataka break? Na kazi yangu kwa hiyo relationship ni gani? Kukupea emotional support, physical support. Like mbona nipe break? Tunafaa azinchukue free. Unaniambia niko hivi na maybe I'll give you my view, tutasolve hivi. I would tell me why. Stress kwa nazo ni za kazi. Lakini break ni unapea. I'm sick. Just tell me unitaki. And I'll go. Na wale wabadinka they just like akona mwingine. Sio wabadinka that's true. Ni kitu yenye iko kwangu. Ngosha like akupe kwa na break. Break ni ya nini? I want to know. Stable. Exactly. Kitu yenye iko. I personally am very stubborn. Wewe ukiniambia you want a break, nitajemea kwa hivyo kuna mwingine nataka kuchukua. Unataka kupima sasa uone kati nani mzuri. Okay, this part ni katikati. Sasa niko both sides. Kuna kama na break, kuna break. To tell me why, here break ni mimi nimepea peke yako as a partner. Lakini tukiingia simu yako, una chat na rafiki yako. Ukipigiwa na best yako, niache bro. Like una respond vipoa, lakini mimi sikusida nitakupigia. Unasema mbona mimi nataka uniambie this thing goes ni kitu nimekuwa kisumbua watu wengi bebe pale home na pia very many people, very many of my friends, youth, watu wengi like mbona kunakuwa na hizi stuff kwa relationship are they right? Na kama Alexia anasema yes it's right kuwa na hizo breaks. The situation zipi exactly zenye mtu anafaa kutikia yes you're on a break because of this. Adukipea mtu yo reason mbona mwingine na mtu wako you're on a break. Mbona kwani kumeenda aje because of this and it's like inakaa exactly yeah that's the point. Kuna priorities. I think kuna priorities. Na okay I think at a certain age kama mimi tena nilikuwa okay stop any example okay okay na feel kuna vitu zinafaa kuwa priority at a certain time. At this point una feel sitaki to let this person go, but I need to focus on something, and clearly I'll not give my 100% on this person. So I decide to agree this break will be for a certain period, and after this period we'll now sit down, discuss kama we'll continue with the relationship or end it. Okay, relationship inakupaga either reason ya ku appreciate both sides, najua itakuwa mutual agreement. Itakupea your break itakupea reason ya ku appreciate the relationship and make it stronger, or ya ku end. Kama my boyfriend and asked for a break because mimi hapo kwa financial stability, kwa sababu imagine you can't keep a girl without money. I'm very sure unless ni ako very okay for the bare minimum. Lakini as a man, as a man you shouldn't be okay ati kukuwa financially not stable alafu you want to be in a relationship. Okay, maybe that financial instability imekuja katikati ya relationship, and as a man you feel it's not enough, like you feel it's not right for you to be okay. Like unafika utaweza kumanage them. Like at the moment. Kufanya nywele, alikuwa ni yule mademu wa skincare. Exactly. Really need some money. Na mbona that's a break basi. Mbona ulikubali kumdate kama hautaweza ku okay. Anashinda na mimi sasa anataka break up. Wasiwa anataka break.
Anachukua hiyo pesa. That's why after break utarudi mwagri. Tunaendelea kudate. Kama inaishia hapo. Inaishia ya break. Mkipeana break, unakaa tu hivi. You don't know what's going because tunaweza rudiana. Ile situation ikakuwa shida. So, unfortunately, let's just part ways because of this and this. Inaingia kweli. So it's not wise kwa ina break. Ukishaamua to break, nataka kusema hivyo. Unapisha deputy. Na ukikuwa like, yes, ni break. Is it really break? Ukienda kwa break unajua ama ina relationship ama siko kwa relationship. Okay. Easy breaks means yeah, ukiambiwa wewe na break, so not the usual calls. Mbona mnapigana sana sio kitu ka job? Hakuna zile calls. Mbona mna chat? Not chat. You are meeting on every weekends. Hamta meet tena. I mean, hakuna hiyo kuongea. It's like inakaa kama venye mlikuwa before mjuane. Kama venye ulikuwa unajua before nijue. We are not strangers. Wenye sijui mtu mwenye kuko Bungoma na mimi simjui tuishi hivyo. Hiyo break ikaisha. Na afadhali tu niambie tu break up basi. Yeah. Juu sasa break ni atuongei. So basi At least kama ni break, kuna kale ka communication, yeah, good morning. Umelala ka communication kadogo, najua communication umat. Kwa breaks kuna kwaga kama mmesit mkaagree. Kwa breaks kuna kwaga na okay, this is my person, nataka kama tuko kwa break. Na bado anafaa kukua straight on that break. Nikipata hata hii tama story ati akona someone else, ana see someone else. That's not my person again kwa sababu you need to be loyal hata kwa break. I'm still yours. Yeah. You are mine. Yeah. You are right. So tuko kwa break. Hata nipati emergency gani? You mean sifai kukupigia? You need to. Ufai kujua. Sifai kuamka just a morning. Good morning. Hakuna hizo zote. We are on a break. Tukae hivyo. I think me ufeel kitu saidia mtu kuona I can do without you. Unajua time kwa relationship, you always think I can't do without my person. But during that break, you're like, oh, so I can do without this guy. Na pia that guy will like, oh, so I can do without her. Life is only basi. Basi si to break up, basi you can do without me. But see, a soft way of break up go ambayo kusoma. Unapata ile message ya hapo mwisho kiko kama kirefu na mwisho you deserve better. I think it's better somehow. It's not good. I can't take a break. No. But unasema break me I've watched some people wanakipeana testimony zao wanasema alikuwa anaishi shida kanipa break wengine hata ameenda hata mwaka. It's 1 year. Na wakarudiana. He was working on something or she was working on something. So after hiyo 1 year walirudiana, unasikia kusema ndo sisi hapa tuna watoto na kids. Na sawa. Na relationship yao iko very stable. Iko very healthy. They were meant to be. Happy. They were meant to be. Well, okay. Sasa usiseme mimi nachukua break. Juu kule mimi nachukua break akakuwa no. For me, no. Kitakuramba. Sawa, ni sawa. Okay, hata sijui nauliza niitwe. What if na hao wengine as Milano was saying, hao online na kama nyinyi watu kama hao mtafanya? Me I don't trust on online. Wow. It was online ni uongo sana. For example, tangwa nani? Ukiangalia relationship mingi za online, ujuangi behind the scene before afanye hiyo video what happened. So that's why I don't trust online videos. Ama vitu zote ziko kwa social media. You as in we but kuna familia zinakuwa umeona ni kama wanaendelea tu kwa nakuwa na kwa kila kitu yao iko exposed kwa social medias. Yes, ziko exposed. Yes, but haujui huku nyuma. Naweza kuta alipigana jana usiku, leo asubuhi akasema babe leo tufanye video. Na before afanye hiyo video walipigana bado. So relationships za hapana za social media. Everybody is like, I can't start that.
alafu ingia comment section. Yeah. There is a couple nimekuwa nikiona somewhere on social media. The comment section is so draining, like yo. Hadi nawafilia. Hakuna comment hata moja iko positive. How your kid looks like. Your kid looks like. Una feel ni kama ndo unajichukia. Uanze kuchukia because of vitu hata they don't matter. Because ulijiexpose. Yeah. But kuna pale social media, I think it's not right to go pale home or go when you're like to watch. I do watch, but after watching, I call myself a meeting. See the meeting sasa kwa attend. I call myself a meeting na attend. Hiyo kitu niliona kwa hiyo relationship. Nikiapply kwangu in real life too. Achana na social media. In real life, we need to work. So pale social media, kuna hizo couples, they're so encouraging. You look, wow. Okay, yeah, ujui kitu hapo nyuma walifanya mazile, wow. I would like this wangu. But kuna zingine, zinakupea pressure mingi. You go and pressure your partner pale, unapata mnakosana. Why? Ni kama zipi zenye, they are good. Nini hizi wanafanya online, anakuwa mkichota. Wale vingine nayo. Ukikuja kuapply in real life, it's not applicable. The apply is not applying at all. Okay, mimi my take kwa social media relationships, I would say si chukulikiwa kitu poa. Kwa sababu iko prone to, okay, mtakuwa mna attract a lot of attention na mtakuwa followed after sana. So you can't really be yourself. Alafu ambari akifanywa hii kitu unataka kufanyiwa. So unapata hata hakuna stability kwa relationship kwa sababu you're after something. But at the same time, mimi usiniweke kama siri. Wacha wajue you are owned by Mrs. Anonymous. Lakini nisifichwe. Mbona unificha? Juu ya kufichwa. But don't expose everything. Exactly. Yeah, you're cooking. There's a funny niliona inaitwa The Monkeys. I think wanakuanga wa SBA. Oh yeah. I really loved that couple. Nimeishi kwa pena mle kuna time yangu nataka ikuwe kama hawa. Mbona yangu ika hivi? Until a certain day wanafanya prank, wanaongea tu kwa nyimbo wanakuwa kwa YouTube channel yao. Then they're like, na babe unamkanga mdogo. And people walichukulia really serious. And akaanza kwa ni kweli sijui hata nini. Later huyo mwanamke akarudi kusema ilikuwa prank. So kwa hizi prank zao ni ati ni kweli? Kuna kakweli mahali. Kuna prank ama during that prank atakuchapa na ukweli na ushtuke. During hizo pranks nice. Kuna pranks na wanawe niweza Mimi ukinifanyia hivi I'm out. Kuna prank like no. Then hizo tu family 2020 social media tunaitaje young couples wamejaa wanatupea pressure na most wamedevelop after the mzizas wameinuka. Sasa tukaanza kutokea utungi huko chini. This family into the mzizas. We are sorry. Like, hey, because sasa why not me? So napata huko ndio nasema Pressure ya. Mungu wa mzize ni locate. Hamza jana Tawara na nivutandika the mzizas. But if family inaendelea kwa not bad. Give off. Na uzawifu. Family ni mingi. We have the mzizas. Whitney and Warren. Yo, unawakwaje? Hati nawakwaje? Wow. How are they moving? The Whitney and Warren. Sasa wamefungua nini? Pala. Si hata tuliacha Whitney akiwa nursing, shule. Bado anasoma but still
walifungua hiyo ya salon ya kutengeneza nails, nywele. Na kwa hiyo pesa yao wanatoa wapi? Just asking. Asking for 99. Ni mtoto alikuja na sahani yake. Kwani amliko? Hapo wapi? Sio nilikuja tu kama mtoto mimi. Kwani sahani yangu? Kwani sikuja na Kama ilivunjika umekuja lakini anyways ilianguka. Ikavunjika. Bravo kwa hizo young couples. Si mbaya vile, but sikuwa na pressure. Tembea na pesa yako. Hata social media. Hata jumbo la niwana. Social media ilitolewa shule alishinda kulipiwa fee. Kama marriage is better. Lakini kama umetoa mimi umesoma nini? Unaweza tunakuza kijana wa watu usikimbilie marriage. Usikimbilie marriage just because somebody alifanya hivyo akakuwa kweli. Wacha kazi kama ngao vitia the same thing. Ano. Sema ukweli. Nataka kujudge. Masi go to be to tell us about kama unafaa kujua that cheating part of yours. Naomba nikingoja topic lakini naona ufiki. Na mimi nataka kujua ya friends around my circle. Umechitiwa. Go back. Hawajui. Wanataka kujua kama unafaa kurudi. Ni cheating gani unafaa kurudi? Ama ni gani unafaa kurudi? Unajua? What do you? How do you define cheating? Once a cheater, always a cheater. Hata ukienda akacheat tena, nasema huyu ni ule wangu, tena ndio ule mwingine. Let me go and test something different. Na mimi nataka kujua kwanza kucheat. Exactly. Kucheat ni nini? Explain. Kama nimeenda, I have my person there, nikaenda calculation nyingine, nimecheat. Kucheat si kwa mimi. Like mtu aende afanye kenye you do. Kenye mnafanyanga kwa relationship yenu. That's cheating. Mimi I guess kucheat ni ite subjective. Sijui ni ite aje lakini na believe ni like mimi kuna vile na define cheating. Boyfriend yangu akienda ikimpata hata ana play fishing na msichana, they've not even hugged. Lakini kuna to sign sana msaidia, that's cheating to me. Yeah. Flirting. Why are you flirting? Exactly. Masi kwa ni kucheat nini? Kucheat aje? Nakwambia mtu afanye kenye mnafanya in a relationship. That's our thing. And I feel ufai kufanyia mtu mwingine. Yeah, sure. Nyewe ufike kwenye mtu mwingine. Mbona ufanyie mtu mwingine? Mbona unafanya na wasichana? Mbona uende ukihag wasichana? Mbona wafungie macho? Hata kama unaniliaga. That's being jealous. No. Wewe acha nikuwe jealous but you cheat. Na ukicheat Out. Maybe cheating, when we say do it cheating, ni mambo na flats. Umetoka hapa. Hata utakangi na wewe simu yako. Ngoja, is it right kuangalia simu ya partner? Jua hapo ndo story na cheating hutokea. Cheating bado inatokea hapo kwa simu. Uliangalia ukaona, okay. Unanicheat. Ukaangalia tena even ndio unaongea na even ndio unaongea na Vivian. Unanicheat. First of all, kama unaficha simu, that means you're cheating. Mbona ufiche simu na hakuna kitu mbaya iko kwa hiyo simu? Na mbona uweke na mbona uweke passwords 20 million lock screen password. WhatsApp kuna password alafu ndo uingie kwa WhatsApp yenyewe kuna password, kiingia kwa chat kuna password. What's the use of the passwords? Siwe pekee upatana na yeye maybe just for security. Kuna time anaenda job au yuko na yeye so simu yake security means security. Yeah, digital security but security. Unajua wewe ni mimi ni wewe, you know? Unasema
Unatumia TikTok. Hapana. WhatsApp, Instagram. Na gallery pia. Exactly. Hapo ndo I have no one Justin. No, I was someone Justin. Thank you. Trust me, waanze kufungua WhatsApp. Acha kwa mimi tu na sina mtu mwingine. So, leave my phone alone. And then ikue una leave his phone alone. Alafu uende upate kuna kile unampigia simu apik. Sisi yako busy. Busy. Mwenye anakupenda kwangi busy. He's never busy. He is bwana. He will never be busy. Kama anakupenda ile ya kukupenda ya ukweli. Hata ukue wapi atapiga. Niko mahali but I'll call you later nikitoka. Lakini kuna nyana misuse niko mahali. Yeah, sure. Asina hasa. Nilikuwa mahali town. So mimi napita tu. Mzee amekaa chini, ana watch tu watu wanapita kwa barabara town. Wakati alipigwa, vile niliguess huyo mtu alikuwa partner wake. Mbona alimwambia kwa busy? He said I'm busy, nitakupigia after kitu 2 hours. Nakwambia people are missing. inaweza kuwa the girlfriend is stubborn. Sasa tena you have to love my stubbornness. Sometimes it gets too much, I think. Alafu pia unafaa kuwa na time yako. As in si upige kila saa. After 5 minutes umepiga. Babe uko? Nipigie maybe asubuhi, maybe around lunch if it's must. Na usiku tutaongea. Si anipigie niambie babe leo nimechoka, tutaongea. Watibu ilikuwa ni ile kitu. Today uko na feel uko na topic. Ama Ama kuna ile mmezoea ka video call usiku. Alafu sasa you want to call. All of a sudden I'm tired. Apik. Akamwambia kuna kitu mko anafanya mahali unapiga tena achukui. What's that? To me that's a red flag kwa sababu anaweza kuwa kuna mtu mahali. Ama unampigia hello tuongee kesho. Nimelala. Lakini ushaamua kunini? I think that's talking. Uko na bibi anashinda biashara yako na bibi anajua chali yako, so hebu mpigie. Tukana biashara yako anaitika vizuri. Lakini leo kumpigia hello. Mbona unakaa victim? Utadu. Yeye ndiye anakucheat. Watiwa ni kama una cheat na wewe biashara yangu. You tell me why mimi nakukall. Unaniongelesha, it's like I'm wasting your time. I'm boring. Lakini biashara yangu akikupigia uko na psych. You're cheating. Achana na biashara sasa. Hata achana na news story na kucheat or anything else. Is it wise? Ni poa kuintroduce biashara yako to your partner? No. It's fine. Naweza. Introduce like ngoja. Wacha ni muintroduce. Unaweza maybe say that to your partner. Yeah. Like, this is my best This is my friend. Please. You can have her number, Shika. Amina. Juu hata ukikataa kucheat na biashara yangu kuna sana guys if you're a cheater. I told you once a cheater always a cheater. But kuna ile cheat haujui. It's not Wewe kama hujui kama zote na hata ukitaka cheat na biashara yangu. cheat. Juu sasa sasa unaficha biashara yangu. Mbona nimfiche? No. Mimi said no. Ufai kuintroduce biashara kwa Okay, mimi siwezi taka kuintroduce to your boyfriend. Rather, sifai hata mkikuwa introduced I mean, atufai kukuwa that close. Your boyfriend should actually be my kind of enemy kwa sababu hawa vulana, either the boy or the girl, unajua atataka huyo mwingine. Alafu funny enough, I guess ni the human nature,
lakini spirits. kama ni boyfriend yangu atatend kuona ukiwa more better, hata kama you're lesser atatend kuona ukiwa more better kwa sababu hapa ashafika. Sasa this one has no much interest, so ako interested to the greener pastures, so atakuona kama greener pasture and somehow atataka kujua So kwa hiyo blame best yako dem. I blame my boyfriend. Kwa sababu huyu ndo mimi niko like huyu ndo niko naye hapa, ndo niko na relationship na yeye. Siwezi enda ku blame my girlfriend kwa sababu if my boyfriend was respectful enough angeenda kama girl ndo alimconfront, hawezi kubali kama ako respectful na loyal enough. But so if you go in a relationship of friendship with your girlfriend, mbona mmechoose ku disrespect? Mbona kwani haoni huyu partner ni wa Vivian, hata niambiaje siwezi take. In fact Vivian kama si or if she's a good one, me feel like if she's a good one, kama your partner amemtaka hafai kuambia, anafaa kunyamaza. So unafaa kublame both sides, especially the girl. Sasa mimi siwezi enda ati ni confront a girl because of a man. I find that's very kupitwa na wakati. No. Hiyo situation mbili. There is that girl mwenye hakuwa anajua. Yeah. Ni wakwenda kaambia akiansengo na ndio akisina mtu. For the last 7 months mimi nimekuwa single, and there's this friend of yours mwenye anajua huyu ni wa Vivian. Vivian hata uenda kwake hii siku na hii siku. Huyu mtu uletea Vivian hii. She already knows, but accepts kukuwa na yeye. Sasa mimi would cut off the girl kwa sababu now niko very sure ni mtu mgani niko naye hapa. Lakini the boyfriend, I need explanation, and if I have to blame someone, I blame my boyfriend. So you're cheating. That's cheating of the highest order. So kukana rafiki yangu. It's come somewhere. So what if they were just talking on the vibe? They're just friends. No, we were so close. Talking? Yeah. Oh, maybe they're dating no, they're just talking. Mimi siwezi kubali boyfriend yangu ati naona anatextiwa na wasichana ati hey, ati Saida hey, Masi hey, ati hey, good morning, ati hata good morning, mbona unamjulia good morning? That's my man. Ama uniuliza kwa audience amuuliza nikwambie please. Mbona unajulia chaja yangu? How is morning? Mbona best friend yangu akwe best friend wake? Thank you. Imagine my boyfriend is not your friend. Exactly. And you have to go kujua. Na utawejua kama bishi yangu. Ni hata kama tunaenda kupatana utabaki huko. Simama pale acha nikuje niangalie kitu kwa ile shop. You don't trust your friends. Do you trust your friends around your boyfriend? Okay. You already know your friend. Unajuanga. Most of the time unapatanga rafiki yako ni yule mtu tutabia trend somehow tunaendana, or si tabia zote vile unaendana na bishi yako. So sometimes your girlfriend, let me just call her girlfriend, your friend is a girl, ni wale seductive or flirt girls. So kishaona mtu wako ndo washaanza. Unafuatana na yeye kama unajua hivyo ndivyo wako. And so you know your man then yako. Hata si your man. Wale wengi kishatoa naona hivyo hivyo. Hivyo falls. So makosa ni yako, Vivian. You carried your friend. Apana. Actually, okay, yeah, makosa inakwambia yangu could choose this man. The problem is me choosing the man. Si hata kitu ingine. Kwa sababu if you have a straight man,
hata nani apite. Si vijana wote wanakuwa tempted. Kuna very straight men, and I would love me a straight man. So that's one. So we should look for the one. Kwani Masi ulipigwa na heartbreak? When you afford that much into gas, in the name of I only have one, nikona moja, ni hivyo. Ama hiyo ndio inaitwa situationship zikifika hapo. Ama hizo ndio zinaitwa situationship. Okay, say it again. I mean, kama that's umekaa hapo, na unajua so you're there as the guy. He is your partner here, person A. Person B no your friend. Then you're just there and you're not doing anything. And you're not amazing situationships. After you find out that they are a thing, they are somehow a thing. Now, how can you anything about it? You're just friends, no? You're not doing anything. You can trust your partner. Mimi, candidly speaking, says it tolerate friendship. Like hata kama ni ile minor, like hata your cousin shouldn't be that close to you. Ati your cousin anakukall mimi, labda mwenye naza trust na bado si 100% ni your sister. Sister pia atakudanganya ni sister. Exactly, kama iko ni step sibling. That's why kufanana ni sawa. Ukidate mtu nota Family. But how could you introduce like girls and guys mko na haraka? You're taking things too fast. You know, mmepatana leo, you're just dated for 1 month, 2 months. Unataka kujua watu wao? yeah, si tuna date. Kwani tukidate tuko tumeagree? No, but that is what Kwani mnapatana mna date already? Just show me them. Like a picture. Yeah. watu wengi wanacheza katika kwa vile sasa. Picha moja mkiwa as a family. This is my mom. Yeah. Basi rahisi, mimi unapatanga anaishi na kuru. Wewe mwingine kwa Mje pigo picha. Maybe hawajawahi. Yeah, in some families ni gumu, si families zote ndio kwa that close like let's take a snap or streaming hapana. Uko na kitu bro. Uko na kitu hivyo tu uko na kitu kwa moja ni kwa brother mwingine moja, sister mwingine moja, ya mate, ya mzai pale. Ni hivyo. Hakuna ile mko pamoja. So kuna ile walichukua na hiyo dem wakua. Sasa tukamwambia yeah, ndio huyu sister yangu, sio tunapigwa na yeye picha. Sababu Na sisi shika sisi kama anakupigia okay, hapo naweza sema the boy is a narcissist. yeah. Alafu wewe hapo hata because very innocent, you know, huyu ni sister yake. But who cares about your innocence? Sasa that's the point, you're innocent, hujui kama huyu ni sister yake. Liko unachukulia, I mean, hujui kama si sister yake, unachukulia ni sister yake. Sasa hapo kweli utafanyaje na ni sister yake unless they are doing it behind your back? Of course atafanya. So the point of introducing wa kweli wao I'll introduce mpaka kwa mjishari kama brother. Unajua pale mbona kuambia ni wewe masi. Mwingine akikuja anaambia the same thing. Sasa hiyo unaingia na shift. Wale marafiki kwa pale kwa plot. Unaambia ni kijana ni. No kisivo. Sisi wanajua. Wako wengi, wako 20 million nyuma. Of which miss chukwangi nani introduction to family very serious. You never know kama labda kuna mwingine aliintroduciwa jana, leo ni wewe, kesho ni mwingine. As in high making sense, not unless Lakini mimi nashangaa ni mzazi mgani atakubali ati mimi nilete boyfriend mmoja leo, nilete mwingine leo, nilizaa mtoto ama ni msherati. bas.
Inaweza kuja this angle like umepeleka huyo dem mzazi wake hajamtaka Mzazi wako wa kijana amepeleka kuintroduce kwao. So this parent will be free kuona the next person akuje akatae. Free to see the that person and will be free to see the 20th girl akikuja kwake. So I'm talking of that, is it twice mzazi kukuambia sitaki wewe huyo, tafuta ndio achana na huyo, tafuta ndio mwingine. No. Your type is not my type. exactly. But sometimes parents wanaonanga mbali. Wanaonanga mbali. Yeah, but sasa to say proverb that tusema sika ndiro na nisema ni English tusema mzee akiwa ameketi chini anaona mbali sana kuliko kijana ukua kwa ile mti mrefu kabisa anaona mbali kuliko. But sometimes wana misuse. Yeah. Wanaangalia mtu anamjudge. Exactly, African moms. Sana. Juu kama nipeleke Ken na nywele yake refu nitaambiwa ni wabangi rudisha na wadredi. Yeah. Wanichagulie mwenye amenyoa kipara, anakaa vile anakaa. Ati kwa sababu ako na nywele refu tu. So, are there reasons zenye unafaa kutikia ukiangalia jambo zile mkana alafu stop this guy? Are there reasons zenye unafaa kutikia ama kuna zingine madai na kuheshimu lakini hii nayo huyu ni mimi namjua mjipwa. Lakini wewe kama unajua mtu wako unajua hako fiti na tumekaa naye nimeona she's fine. So mbona umwache just because of our parents? What of that thing wanitanga kazi unapata mzee kwa hata mtipata mtoto that kakas parts utafanya ukioa msichana usiingiza mamako. Mimi na feel hiyo ni kama police parenting. Like hata ufai kukua na ini. Unafaa ku appreciate mtu yote nimemleta kwa sababu this is my choice. Au kuchaguliwa wewe. Ulinichagulia na most probably my dad isn't a very good dad actually. Alafu sasa wewe ndo bwanako mwenyewe si mzuri alafu wewe unakujua kuniambia nini? Maybe I would rather elope and go get married. Lakini kuchaguliwa ama kuambiwa this person is not right. Unless there's a very good reason. Unaona tu siku ya kwanza ushaanza kujudge. Sasa hiyo msichana kuna tabia. Hiyo msichana ni mkweli sana au sababu yeye kaweza kulipa. Ama kutaacha ni kwanza African parents wakikuona na long nails waende kuintroduce useme sasa huyu ataoshaje vyombo. Sasa huyu tulia mama shaka atafua aje. Like, so it's never right mzazi. Wewe kubali yenye nimekuletea. What about the cast parts? Unapata mget guys. The cast parts. I guess kidogo in future mkuje kupata the consequences then you start regretting. I wish I knew. I wish ningemsikiza but it will be too late. Sasa hiyo ndio time utachelewa. Ndio time utarudi kwa gari na zote zinasamea. Maybe hata unfortunately I pass. Sasa kweli mbona mzazi akukas? Okay, kasi na they do lakini sasa kwa partner akukas. Na believe cases kama hizo hata God anafaa angalia one as if I was very unnecessary. What about of the guy who anataka listen his parents na kuacha? How do you take that guy? It's fine yeye kama amekubali. But never ready. Hata unajua you can never be ready. Uko ready. Sikuwa ready but accept sana fanya. Yeah, lakini sasa hata huyo kijana na yeye mbona sikize mama. Hata kama yes tunaambiwa listen to your parents, ai hapana. Ujue kenye tumepitia na huyu demo huko nyuma. Ndio. It makes sense. Alafu I guess mtu anafaa focus on the family that ana build kuliko familia yenye ametoka. Ukishachaka kila mtu
is meant to start a new generation. Exactly. From generation, it's meant Vivian are going to start kuna generation itaanza kwa Vivian ikienda. Kuna generation itaanza kwa Saida ikienda. Ni generation nyingine ishaisha. Hata mimi nitakuwa kwa hivyo vyote ndio kama nangania tena na huyu leta huyu mwingine. So guys, mimi hakuna reason inafaa. Hakuna reason zinakuwa nafaa kupea usikize ndio wache hiyo partner. Kama nampenda ni wangu. Alafu wewe unafikiria ni reason gani mzazi anaweza kuwa anajua kweli? I think utakuwa umekana huyu mtu kuna hii behavior na sasa hapo ndipo utadecide kama utawa keep ama utawa discard. Sasa tuseme labda kwa wa kijiji hapo from around ndo mzazi ajue. Tuseme kuna some tuseme hii familia inakuaga hivi ya kueleze. Lakini sisi hatutafuti wa kijiji. Of course you can't. Sasa wa huko mbali atamjua aje? Mimi ndo namjua, usimkatae juu ya physics or something. Yeah, to kama hizo but obvious by the time una grow from the 0 months since siku umezaliwa mpaka ile siku unafika hiyo kati ya kwenda kumari unajua already umejua. Our tribe does not mingle with this tribe. Hii tribe yenangi na hii tribe. Hiyo ni kitu amshua unakuwa already kujua. So ukienda kutafuta uko sure mimi sitaki mtu kutoka Ethiopia. Our Kenyans from this tribe we don't mingle na Ethiopia. So hata utafuta kwenda wapi ni Ethiopia. Okay. Tonto piti. Tusitende ukiuliza kila mtu wewe ni wa hii tribe gani. Hapana. Si utajua nimependa mtu for example kama sipendi mtu from Agikuyu ni tribe na sijui kama yeye ni Agikuyu. Na nimempenda ile kumpenda deep na kwetu hawamingle na watu wa Gikuyu. Haujui kama ni Mkikuyu. Utakuja na mtu for a very good time. Yes, seme. Roho imempenda. Sinaona kuna vile tu utapenda mtu hautaki kujua. Actually hiyo ni infatuations. Na infatuations ufade. Mimi nitakupata leo juu unakaa vizuri. Obviously hakuna kitu kingine unaweza pendea mtu kama hamjaongea ni labda anakaa vizuri. Lakini hata niko very sure hizo feelings ufade juu hazikwagi real feelings, zinakwagi infatuations. I'm very sure. So, yes, nimetuseme tumedate like for approximately 5 months, sawa? Nishajua yeye ni Mkikuyu. But sasa nampenda na sitaki kumwacha na watu wa kwetu hawamingle na watu wa Gikuyu. hapa sasa nimekosea kujitakia. Sasa ndio ninataka ile dunia is a must be introduced to distinguishing the thing now. Mwelo. Okay. Let's have a commercial break of about few minutes too. Usitoke hapo, we'll be back. Remember, it's 0728814888. Kupitia comments pale hivyo, tusikie opinion yako na kitu nasema, of course, tutaisoma hapa. Yeah. I've been looking for somebody like you to play this part in my life. Beautifully mature like you, I'll be glad if I make you my wife, and that's how I'm feeling. Nanto, ndegeruni tete na mbere muno, kwena ndaria, mwanya, kwena sia uma na sia rongo. Kioria nere, rirawe ndiko kwa tamanto, jaja, yatabira mre, inawita. Kwani, by the way, we are here to help each other. Thank you. I can solve your problems, you can solve mine. Yeah, vibes tu nanenga kuwatoga ni kipindi kirawende take care this generation ara tudinga tagera monto mondo mege career culture lifestyle na trends moto You never know kama labda kuna mwingine aliintroduciwa jana, leo ni wewe, kesho ni mwingine. Niliza mtoto ama ni mshirati. Hayo ni mapepo. Tutakuwa na hot text tufike pale hivi kwa street tusikize wasee na lifestyles zao tofauti. Tushafika site. Relax. Tuna song of the week. Dance challenge. Topic zina mata. Aso za mtaa. Na poa jenzi kubadilisha gang. Tushafika site. Je, wewe?
Mbene TV, Njota ya Ameru. Welcome back, guys. The first segment, about relationship and everything. And I know umekapo chini, umechoka kusikiza, umekuwa ukilord, uko side gani ya relationship, una dates or not. So on this segment, tunataka kuwa na game, kukuchangamsha, na pia si kuchangamkia pale. We have been talking about this na tumefeel, sasa tuchangamsha akili, tujue which side we are. Kama ya tujue mara ya kwanza, sasa tuwaambie tena majina tena ndio ujue unawacha kina nani ama who is telling you the right thing. So tutaanza from that side. So again, tuendelee with the game. The game is really good. Usiangalie hapo kapo, just usitoke hapo. So that Thank you so much, Saida. My name is Doris Milanoi. Tumewapeleka through the things you go through in a relationship, and I hope you may enjoy. You have learned something, and you put them into actions. Thank you for staying tuned. I am Mercy Hitoma. And I'm Vivian Makena. Bado swali ya break. Sijui kama kunafaa kukuwa na financial stability ndo break iishe ama break effect kwa necessary. yeah, so tuendelee kwa game. Hatuwezi time, we don't go around the bushes. Na hii game iko na wasi wetu. Game. Okay, Let's get sweet. Nimeguza mahali Na kiutamu. Okay. nimeguza mahali Na kautamu fulani. Wimbo ziko kwa akili lakini kwa mdomo hazitoi. Hatuna tune. Hatuna. Yeah, exactly. ni sawa mtandao. Ingine. I rather be crying in a bed. Wait, wafanya kuwa na hiyo. Si ndio walikuwa nashika. Tumeshika. Tunajua tu pale kwa just na hatujafika. To this nataka kupata hata moja. Ninajua wimbo moja. Okay. Hii anaitwa nani? God found me a man. My man, my priority. Really in love with who I am. Saida. Wow. Saida. Why are you floating? The TikToker here. The one and only vlog content creator. TikTok Celeb. Anataka hata kukumbuka yangu. Guys, mnapoje nashika zenu mimi nasahau yangu ninafaa kufanya. No, we can edit. Ama bila kwa nyingine. The trending one, the gospel, Yebo. Nenda je. Umesema yebo ni kwa yebo. Ayeba. Somebody come. Nimesahau lyrics ya hiyo. Vivian. Si labda tu minister of enjoyment. Minister of enjoyment. Intercontinental. My next it goes forever. You unajua. Nimesahau hiyo particular. But at least nimejaribu guys, no? Next time you good. Wewe ndo unaanza. It's on you. Lyrics kama zote 20. Zote. Ndio nimezipanga. Nitakuwa hapa. Na nitawashinda zote. Kama najua nikishasema sibahatishangi. Nataka wa mimi kuna ingine ndio nataka kufanya sana. Okay? There's this thing of I do an action. Then you tell me hiyo ni kufanya nini? Tuanze. Acha tujaribu. Tujaribu. Kuswim. No.
aeroplane taking off. No. Diving. No. Where? So zingine ni ngumu. Niambie. Tumeshinda nyimbo. Niambie nini niseme? Just say it. Mko watatu mnajua mnashinda na mtu mmoja. Nyamta siniambie sisi tunafanya To hint. hints. Somewhere Mali gets, you go there to look good. Blow dry. Mimi nafikiria ni ikiwa hivi ni nani ki take off ama kudai. I've done this. No, I was doing this way. Kale ile pati ya mwisho kufanya blow dress kuna kale kajeli kwa like whole blow dress. So before we finish up, my director and I time is up. We have to keep time. I'll just finish up there. So tapatana the next episode. Saida Mtembei, unaweza nipata pale TikTok Saida Karen, YouTube Saida Karen, Facebook Saida Karen. Follow, like, comment and share. Pia on FB @Nyambene TV, Facebook the same thing. Facebook @Nyambene TV, YouTube @Nyambene TV, X @Nyambene TV. To follow pale, like, you comment, share, utuambie vile tunaendelea. Give us your view guys, and watu wa pale SMS na WhatsApp as I've said, it's 0728814888 0728814888. You can follow me on TikTok @Milan. Yeah, that's all. And have a lovely day. Until next time. Bye. Me follow on all my socials at V_Morira. Yeah. Turus. Yeah, see you to our next episode. Bye guys. Until next time. AJ ni Nyambene TV, Njota ya Ameru.